matarajio yangu kuwa mtatumia vema mkutano huu kujadiliana na kuelimishana kwa kina juu ya mustakabali wa mawasiliano ya serikali kwa kuzingatia Dira ya Taifa ya 2025. Tanzania inaingia katika kipindi muhimu cha utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Dira hii inaelekeza safari ya muda mrefu ya taifa letu kuelekea uchumi imara, jumuishi, lakini pia uchumi shindani, maendeleo ya watu na ustawi wa jamii, pamoja na uimara wa mazingira na stahimilivu kwa ajili ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo dira haiwezi kubaki kwenye maandiko, kwenye maandishi. Tanzania tunayo maandishi mengi sana. Tunahitaji dira hii ipelekwe, isomwe, itafsiriwe na kila Mtanzania ashiriki katika kuielewa, lakini pia kuitekeleza dira ya taifa, asiwepo mtu wa kuachwa nyuma. Na nyie ambao ni kiungo muhimu baina ya serikali na jamii, mnayo wajibu kupitia taasisi zenu kuhakikisha kwamba tafsiri sahihi ya dira inakuwepo na wananchi wanaweza kufahamu. Tunaposema taifa moja sauti moja, hatumaanishi kila taasisi izungumze kwa maneno yanayofanana kila wakati, la hasha. Taasisi zetu zina majukumu tofauti, wizara zina majukumu tofauti, mamlaka zetu pia zina sheria na majukumu yake, mashirika ya umma yana huduma na bidhaa zao na tofauti, na halmashauri pia zina utaratibu wake. Kinachokusudiwa hapa ni kwamba pamoja na hayo yote ni lazima tuwe na mwelekeo mmoja wa kitaifa ulio sahihi ili wananchi wetu wasichanganywe. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika siku za kongamano tutajadili mada mbalimbali zinazolenga kuimarisha mchango wa mawasiliano katika utekelezaji wa Dira 2050, ikiwemo mawasiliano ya serikali ya kidijitali, matumizi ya akili unde au akili mnemba, mawasiliano yanayotegemea ushahidi na takwimu, kukabiliana na taarifa potofu, kuimarisha uhusiano kati ya serikali na vyombo vya habari, kujenga imani ya umma na kuiweka Tanzania katika majukwaa ya kikanda na kimataifa. Tunatarajia kongamano hili kuzaa mapendekezo na maazimio yatakayosaidia kuimarisha mawasiliano ya serikali nchini na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa Dira 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, TAGICO imeendelea kukua na kujiimarisha kama taasisi ya kitaaluma inayounganisha maafisa mawasiliano wa serikali nchini. Leo hii chama kina wanachama zaidi ya 650, lakini kutoka wizara, idara, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi mbalimbali za umma. Leo ni rahisi mtu kupanga safari ya kutoka Mwanza kwenda Songea kuwasalimia ndugu zako, na unaweza ukafanya hivyo ndani ya siku moja, ukatoka Mwanza asubuhi, mchana au jioni ukawa Songea, kwa sababu tumewekeza kwenye miundombinu ya viwanja vya ndege, tumenunua ndege na watu wanaweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa sisi ni maafisa habari wa serikali. Miundombinu hii kwa sehemu kubwa inajengwa na serikali. Tunalo jukumu la kueleza umuhimu wa miundombinu katika mawanda yote, ili jamii kwanza ipate taarifa juu ya uwepo wake, lakini pili ijiandae kunufaika na fursa zinazotokana na uwekezaji kwenye miundombinu. Ukiwa afisa habari wa taasisi, kwa mfano tunao maafisa habari kutoka Wizara ya Ujenzi, tunasisitiza hivyo kwa sababu watu wetu hawana taarifa za kutosha. Kwa sababu hawana taarifa za kutosha, uwekezaji unaofanywa kwenye miundombinu haueleweki, na matokeo yake uwekezaji huu hautumiwi vizuri kama fursa muhimu ya kuisaidia jamii. Jukumu letu ni nini?
Kwanza tunatakiwa tuwashirikishe wananchi tangu mwanzo, tuwashirikishe wananchi kujua mipango mbalimbali iliyopo ndani ya serikali.